Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuamini na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbingu na nchi. Tunasema ni asante kwa wema na fadhili nyingi Jehova, kwamba imekufurahisha siku hii ya leo Jehova, tukaweza kukusanyika katika mlima huu Jehova, ambao Mungu unapatikana. Jehova, tunakualika mahali hapa ambapo unapopatikana kwa ajili ya neno lako. Ninaomba Bwana ukanitumie kama chombo dhaifu, ili Bwana kwa ajili ya kupitisha ujumbe wako kwa watu wako. Jehova, ninaomba utulivu, ninaomba amani, ninaomba upendo mahali hapa. Jehova, wote walioingia mahali hapa wasikatoke kama jinsi walivyoingia, bali Jehova wakajazwe na Roho yako Mtakatifu, wakaweze kupokea neno lako na wakaweze kushibishwa kwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Praise the Lord. Amen. God is good. All the time. And all the time. Yes. Hata mitambo inakubali kwamba God is good. Yes. Karibuni jamani tena siku nyingine ambayo Mungu amefurahishwa kwamba tukaweza kuwa hapa siku hii ya leo, kwamba sio kwa nguvu zetu. Mara mingi huwa nasema unapojikuta mahali ambao ni nyumba ya Bwana, inakuanga ni neema ya Mwenyezi Mungu, kwamba amefurahishwa uweze kupokea siku ya leo, kwa sababu neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ndiye inayetatua shida zetu zote. Bila neno la Mungu hatuwezi lolote. Tunaweza kula chakula lakini hatushibi, tunaweza kupata vitu vyote lakini bado hatushibi, lakini tunapopokea neno la Mwenyezi Mungu linatushibisha tele na kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hii ya leo tuna vitu vitatu ambavyo ningetamani tuongelee, kwamba Yesu Kristo anapopatikana sehemu hii ambayo ni siku ya mwisho ambao anapatana na wanafunzi wake. Hii ni mara ya tatu anawatokea wanafunzi wake. Mara ya kwanza aliwatokea wanafunzi wakiwa chumbe, wakiwa wamejifungia kwenye nyumba, wakiwa na hofu. Wale Wafarisayo waliomuua Yesu, Yesu Kristo akawatokea, akawaambia amani iwe naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya pili akawatokea tena. Hii ni wakati sasa Tomaso anapatikana. Hiyo tulisoma wiki iliyopita kwamba Yesu Kristo anapowatokea mara ya pili tena anawaambia amani iwe naye, na pia kujidhihirisha kwake Tomaso kwamba yeye yule aliyeuawa kwa ajili ya dhambi zetu, na akamwambia ukaweke kidole chako kwenye nyama zangu ili ukatambue kwamba hakika ni mimi yule ambaye niliyesulubiwa. Na Tomaso alipoweka kidole chake kwenye mkono wake akasema, kweli Mungu na Bwana wangu. Akasema, wewe umeona ndio ukaamini, lakini wamebarikiwa wale ambao watakuwa wanaamini lakini hawajaona kama sisi. Sasa kitu inaitwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tatu, Yesu Kristo anawatokea leo katika sehemu ya Galilaya, kando ya mto, ambayo wao waliamka asubuhi na mapema, yani usiku, wakienda kuvua samaki. Kama mjuavyo kwamba kuvua samaki ni kazi ambayo walikuwa wale wanafunzi wa Yesu walikuwa wakiifanya. Ilikuwa ndio tabia ama ndio ilikuwa kazi zao za kuvua samaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo hii Yesu Kristo anawatokea ufuoni wakiwa wameenda kuvua samaki. Inafanyikaje? Kwamba hebu niwaulize swali. Wewe katika maisha yako ya Ukristo ushaitamani siku moja ukasema wacha niachane na Ukristo niende shughuli zangu? Ushaifikiria? Hebu jaribu kuwazua na kuwaza kwamba kuna siku ishaifika ukasema kama Ukristo ni hivi, wacha niachane nayo. Kwa kitu inaitwa kupoteza tumaini. Sema kupoteza tumaini. Kupoteza tumaini. Ukiona kitu kama hiyo, sio wewe bali ni shetani. Shetani hafurahishwi na vile ulivyojiunga na kanisa. Shetani hafurahishwi na jinsi unavyoendelea kusimama na Mungu. Kwa hivyo ataleta majaribu ya kukusababisha ufikirie kwamba ni kanisa mimi inanichokesha. Unafika mahali unaanza kukata tamaa. Unafika mahali unaanza kupata majukumu tofauti. Unafika mahali unaanza kurudi nyuma. Ndivyo Petro na wale wanafunzi 7 walivyofanya siku hii ya leo. Kwamba wao walikaa wakaanza kupoteza kitu inaitwa tumaini. Kwamba sasa Yesu
tayari ashakufa. Sasa tuko na tumaini gani nyingine? Basi sisi turudi tu twende tukavue samaki. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo pia na Wakristo wengi. Utapata kwamba mtu anaanza kutazama nyuma. Kumbuka wana wa Israeli pia wao walipofika jangwani wakapatwa na majaribu mengi, wakapitia njaa na kiu na shida mbalimbali. Wao pia walifikiria masufuria na nyama walizoziacha katika nchi ya utumwa. Can you imagine that? Yaani wewe unafadhalisha hata afadhali kuteseka lakini bora ushibe. Lakini unateseka, unanyanyasika, wanafanya kazi chungu mzima, usiku na mchana, wanapigwa mshahara. Lakini wao wanafadhalisha badala ya kuenda huko mbele. Na tumepata kiu, na tujawahi kula nyama tangu tukuje mahali hapa. Wanaanza kukumbuka na zile masufuria, jamani, tulikuwa tunakula, tunanini. Hivyo hivyo pia shetani anakumbusha watu kama sisi hivyo. Unaanza kuangalia nyuma. Unaanza kufikiria mambo mazuri ya nyuma. Ijapokuwa ulikuwa unapitia mateso, lakini unaanza kuona kwamba kule nyuma kulikuwa kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo sio nia ya Mungu. Hiyo ni nia ya shetani. Nia ya shetani anataka akukatize tamaa. Hivyo hivyo Petro na hao wanafunzi wakakata tamaa, wakaamka usiku waseme twende tuvue samaki. Na wacha niwaambie, kwa wakati mwingine unapofanya vitu kwa uamuzi wako kama mwanadamu havifanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukafanikiwa kwa mawazo yako, kwa vile vyote unaweza amka ukasema ninataka kuanzisha hii biashara bila kumuhusisha Mungu. Hauwezi ukafanikiwa. Lazima umuhusishe Mungu kwa kazi zako zote na kwa kila kitu unachotamani kukifanya kwa maisha yako. Kwamba ni lazima Mungu atie muhuri. Kama Mungu hajatia muhuri kwa lolote unachotaka kuanzisha, utashinda. Vivyo hivyo Petro na wanafunzi wengine walienda kuvua samaki, lakini hawakupata hata samaki mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Waling'ang'ana, wakateseka, wakapigwa na baridi, wakapigwa na mawimbi, wakang'ang'ana usiku wote, lakini hata wameina peke yake hawakuweza kupata. Can you imagine that? Ushaijiuliza swali ukaangalia. Kuna kazi inaweza kuwa rahisi kuipata. Watu wengine wanapojaribu wanapata. Mtu anajaribu tu anapata, lakini wewe hata kupata hata kadogo hivi haupati. Kazi hata ya mjengo na kupeleka tu ID peke yake. Unapoenda wengine wanapewa, wewe unafukuzwa. Unaenda hivi wanasema wewe umechelewa. Unaenda hivi wanasema leo tunaanzia nyuma, wanaanza na wanyuma. Wewe ulikuwa mbele. Wewe unaachwa. Can you imagine? Kwa sababu gani? Mungu hayupo ndani ya hiyo. Kama Mungu hajahusisha, hata ile something that is very simple to get, you will not get it. Wao waling'ang'ana usiku wote, lakini hata samaki mmoja hawakupata. Kwa sababu gani? Wameacha kazi ya Mungu. Waliambiwa kwamba sasa hamtakuwa mkivua samaki, sasa mtakuwa wavuvi wa watu. Na wao walipoona Yesu Kristo amekufa, wakajua sasa mambo ya Kristo imeisha. Sasa turudi kwenye kazi zetu. Imagine 3 years. 3 years. Waliacha hizo kazi na wanarudia. Mungu anapokutoa mahali ana sababu. Usifike mahali ukarudia ile biashara yenye Mungu alishakutoa huko. Alikutoa huko ukarudia. Kuna mimi kuna time pia niliyaifanya kitu kama hiyo. Na wacha nikwambie niling'ang'ana sana. Nilikuwa nimebadilisha kazi. Unajua mimi wacha niwaambie jamani. Kitambo mimi nilikuwa nafanya kazi ya hockey. Unajua hockey? Mimi used to do hockey. Bariki atawaambia. Wakati Bariki kabla hata hii mjamjo, sisi tulikuwa tunajuana na Bariki. Nenda na hockey kwa duka yao huko. Na natembea mpaka huko mahali alikuwa akiuza duka. Doing hockey. Mungu akanitoa huko. Kuna siku nikaishiwa na pesa, nikasema sasa what can I do? Ile kazi naikumbuka naweza nikaifanya. Nilikuwa tu bado sijahama huko aliko. Nikasema sasa nimepata 2,000, wacha niende town. Nikaenda town nikanunua bidhaa, nikasema na I want to go back hockey. Najua sikuuza hata 1 thing. Na hizo vitu tulizitumia tu kwa nyumba discussion. Kwa sababu gani? Mungu alishafunga hiyo kazi.
Na ukijaribu kurudi huko, hakuna tena milango. Yaani unafananishwa na ule mwanamke aliyeamua kwenda kuolewa. Pamoja na vitanda zake na matresi yake walimpa. Siku hii ya leo anapoachana na mume wake, anapojaribu kurudi hana kitanda. Ataenda kuwasumbua wengine, atamwambia wewe kitanda yako tulishakupatia, wewe sasa nini unarudi kutusumbua? Atalala chini. Kwa hiyo Mungu anaweza funga hiyo biashara, hiyo kazi. Kwa sababu Mungu amekupandisha madaraka nyingine, amekupeleka katika sehemu nyingine, lakini wewe unataka tena kumwangusha Mungu. Ati unarudi kule nyuma. Itakosa kufanikiwa. Utaenda hasara bure. Vivyo hivyo Petro na hao wanafunzi waling'ang'ana usiku wote, lakini hawakuvua samaki. Hadi kesho yake Mungu akawahurumia. Sasa wameamua warudi waende walale, kwa sababu sasa wameng'ang'ana usiku wote na jerife kila kitu na upepo na nini, bado wameshindwa kufanikiwa. Sasa wameamua warudi. Ghafla bimvu, wakiwa wameshaamua kurudi, tazama Yesu mwana wa Mungu kando ya ufuoni anawaita, wanangu, je, mumepata lolote? Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize mwenzako, tangu uliporudi ulipata lolote? Tangu uliporudi nyuma ulipata lolote? Hakuna kupata lolote. Basi Yesu akamwambia, rusheni net katika upande wa kulia, utapata samaki. Na kwa sababu ni watu ambao walikuwa na imani na pia ni watu wanaamini. Unajua ingekuwa mwingine anasema tumeng'ang'ana huko na huko, sasa unatuambia tena turudi pale na tumeshang'ang'ana. Lakini ndani yao walikuwa bado na chembe ya imani. Ndani yao walikuwa bado wana ile small faith. Wanasema that small seed can grow into a mustard seed. Yaani chembe, yaani haradani, yaani inakuwa kama mti mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walipotupa jerife upande wa kulia, walivua samaki wengi. Hadi wanasema ikakuwa neti haikuweza kupasuka, lakini waliweza kuvua samaki wengi. Inamaanisha nini? Ndani ya Kristo inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Sema ndani ya Kristo inawezekana. Lakini mimi peke yangu siwezi. Yes. Kwa ile kitu unayoifanya siku ya leo, labda haujamhusisha Mungu ndio maana hujafanikiwa. Labda hebu jaribu kukumbuka ni kitu gani ambao unachokifanya sasa hivi kimekosa kufanikiwa. Umeng'ang'ana kila siku, unang'ang'ana mchana na kuchwa, unarudi mikono mitupu, unaenda unarudi mikono mitupu. Jaribu kumhusisha Yesu ndani ya hiyo kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye pekee ndiye anaweza kupatia wazo. Yeye pekee ndiye anaweza kupatia akili. Yeye pekee ndiye anaweza kupatia hekima ya kufanya hiyo kazi. Hata kama ni kazi ya kuajiriwa, hata kama ni biashara, lazima Mungu ahusike. Lazima Mungu akue ndani yake. Bila hiyo utang'ang'ana kila siku na utakuwa tu mpaka mwisho utaamua kuhama, urudi na utoke Nairobi uelekee nyumbani. Ushaona watu kama ameng'ang'ana Nairobi imekataa. Na ujue akitoka kijijini aling'ang'ana akakuja Nairobi. Labda hata aliuza ng'ombe ama mbuzi akakuja Nairobi. Amefika Nairobi imekataa, ameuza vitu zake za nyumba, amerudi nyumbani. Sasa utasema nini? Uchawi ama nini? Sasa huyu mtu atafanikiwa wapi? Kama tayari kule hapaweza kufanikiwa na aliuza akarudi huko. Kwa sababu gani? Hao wamekataa kumhusisha Mungu katika kazi zao. Mungu afurahishi akiona wewe unateseka. Hakuna mahali Mungu anafurahia wakati watu wake wanaomwabudu, wanaomwimbia, wanaomsifu, wanaifanya kila kitu, wanahubiri, wanafanya nini? Wanateseka. Haijawahi kumfurahisha Mungu. Hiyo sio mapenzi ya Mungu, hiyo ni mapenzi ya shetani. Na shetani anataka kuonyesha kwamba kwa Mungu hakuwezi. Inafika mahali mtu anasema sasa hapa haiwezekani, wacha nijaribu njia nyingine. Wanajipata kwenye wachawi, wanakuliwa pesa zao, mwishowe wanang'ana na hawezi. Hata mchawi hawezi mambo ya Mungu. Hawezi. Kuna mtu anaitwa Simeoni, ama sijui Simon. Alikuwa analipwa pesa na mfalme fulani kwamba awalaani wana wa Israeli. Lakini anapojaribu kuwalaani anawabariki. Badala ya kuwalaani anawaambia Mungu awabariki muongezeke, Mungu awabariki mfanikiwe. Anaambia hapana, nimekuambia walaani. Sasa hao watu kwa nini wanakaa? Mimi nimejaribu kuwalaani lakini hawalaaniki. Hawezi kulaani mtu wa Mungu.
Hauwezi ukalaani mtu anayetembea na Kristo. Hauwezi ukalaani mtu ambaye anaamka saa 9 ya usiku anaomba ndiye anaenda kazi zake. Wewe utafungua biashara yako na mambo zako na mazungumzo zako, lakini huyu anakukujia kwa jina la Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kama Daudi. Wale watu wamepigana na Wafilisti wengi, wameshinda kumshinda huyu Goliath. Amewashinda mara mingi. Lakini mtu mmoja ambaye ni mfupi na ni mdogo na ana ujasiri wa kupigana vita, anasema wewe umenikujia na mafimbo zako na mawe zako, sijui na mabunduki zako na sijui na nini, lakini mimi ninakujia kwa jina la nani? La Mungu aliyetuumba, Mungu wa Israeli, Mungu wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, Mungu aliyemtoa Kristo akamleta duniani ili aje kufa kwa ajili yetu mimi na wewe. Sasa wewe ukikuja na vitu zako na mimi ninakuja na silaha moja ambayo inatosha, ambayo ni silaha ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiidharau imani uliyo nayo. Usiidharau neno ulilolishika. Usiidharau Injili. Usiidharau neno la Mwenyezi Mungu. Wacha nikwambie. Neno la Mwenyezi Mungu lina nguvu. Neno la Mwenyezi Mungu zinapasua milima. Neno la Mwenyezi Mungu linapasua vifungo vya kila aina. Neno la Mwenyezi Mungu. Usiwahi cheza na neno la Mwenyezi Mungu. Usikubali mtu akakwambia mimi ninakujia, umenifanyia hivi, lakini mimi ninakuachia Mungu. Usiipenda kuachiwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali uombe msamaha mapema. Mtu anakuambia umenifanyia hivi na mimi ninakuachia Mungu. My friend, hauwezi ukapigana na Mungu. Mkono wa Mungu ni mkali. Hauwezi ukashinda hiyo vita ya mtu ambaye anakuachia Mungu. Afadhali uombe msamaha mapema, wewe mtu asikuachie Mungu. Afadhali tujiachie Mungu atulinde sisi, lakini usiniachie Mungu aniadhibu. Kwa sababu Mungu anaadhibu vikali sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usicheze na neno la Mwenyezi Mungu. Hawa watu wameshindwa kuendelea kwa sababu wamepoteza kitu kinaitwa tumaini. Kuna vitu vitatu nataka tuzungumzie. Moja ni tumaini. Pili ni imani. Tatu ni upendo. Yesu Kristo anazungumza hizi vitu vitatu. Kwamba ilionyesha kwamba walipoteza tumaini. Unapopoteza tumaini, in English tunasema you are hopeless. Na sio matusi. Usifikiri hopeless ni matusi. Mtu akikwambia you are hopeless, inamaanisha umepoteza nini? Tumaini. Na ukipoteza tumaini kwa maisha, wewe kwisha. Tumaini inafananisha na mtu aliyepoteza ubongo. Mtu akipoteza ubongo, tayari huyo mtu ni mfu. Kwa hiyo kupoteza tumaini kwa maisha inamaanisha kwamba wewe tayari you are dead. Hauna mbele, hauna nyuma. Tunaishi kwa tumaini jamani. Ndiposa tunaamuka kesho tuende tujaribu. Nisikia kwamba ni kung'ang'ana, sio? Watu wanapong'ang'ana wanaenda na wewe ng'ang'ana. Usilale. Wakisema kwamba tunaendea huko, wewe endea huko. Wakisema tunaendea huko, wewe endea huko. Usilale, usipoteze tumaini. Mtu anayepoteza tumaini tayari is dead. Bwana asifiwe. Walipoteza tumaini kwa sababu tayari waliona Yesu Kristo amekufa hapo tena. Sasa sisi tutaendelezaje injili wakati hatuna? Ilimbidi Yesu Kristo kuwatokea ili awaongeze tumaini. Awape tena tumaini. Awape tena nguvu. Awape tena imani ambayo walikuwa wamepoteza. Pili ni kupoteza imani. Imani, ukishapoteza imani, sasa wewe pia haupo. Imani. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba shika sana imani yako. Ushike sana kile ulichosikia. Neno la Mwenyezi Mungu ushike sana. Unajua ni kwa nini tunaambia ushike sana? Kuna siku Biblia hazitakuwepo. Yes, kuna siku utaipata Biblia, kuna siku utaona Biblia kwa hii dunia. Wacha hivyo tunasema tuko na Biblia kwa simu. Kuna siku hata hiyo kwa simu wenye waliweka kwa simu wataziondoa. Kwa hivyo neno litakuwa ndani ya moyo wako. Hiyo ndio imani. Shika sana imani yako, usiweze ukapoteza imani yako. Tayari ushazaliwa unajua kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Halafu tena unapokuwa mzee na unapotea njia. Kwa nini? Kwa nini upotee njia tayari uko unashajua imani? Kwa nini sasa umwache Mungu? Kwa nini sasa mateso ikusababishe uachane na njia ya Mungu uanze kufuata mambo za dunia? Kwa nini leo hii unataka kukata tamaa? Kwa nini leo hii unataka kuachana na Mungu? Kwa nini leo hii
umepitia shida kidogo, alafu unasema mambo ya Mungu nimeacha, nimeweka kando. Utawekaje mambo ya Mungu kando? Mungu ni wewe, uko pamoja naye, utamweka aje kando? Ati Mungu kando kidogo, nifanye mambo yangu. Unawekaje Mungu kando kidogo? Unawezaje kama Mungu kando kidogo? Ushaisikia kitu kama mtu anakuambia ati ameweka Mungu kitu kando kidogo? Huyu ni mtu amepoteza nini? Imani. Ukishapoteza imani ndio unasema mambo kama haya, kuweka Mungu kando kidogo. Mungu akiingia ndani yako mnakuwa kitu kimoja. Wanasema ya kale imefanyaje? Tazama yamekuwa mambo wachana na ya kitambo. Usifuate mambo ya kitambo. Usipitie shida kidogo, kulala njaa tu siku 5 peke yake unaanza kuacha Mungu. Kupigwa makofi kidogo tu na mume wako unaanza kuacha Mungu. Kupigwa kidogo na mke wako unaanza kuacha Mungu. Hapana, endelea kushikilia hiyo imani. Hiyo imani imekugharimu miaka mingi. Umegharamika jamani. Umegharamika sana kwa ajili ya imani. Sasa kwa nini leo hii unataka kuacha imani? Hebu jaribu kuhesabu gharama uliyoingiza katika imani ya Mungu. Utaona ni gharama kubwa. Kwa hivyo ufai kuacha neno la Mwenyezi Mungu. Wao waliacha, wakarudi kwa kazi zao ambao hazina matumaini, hazina kuendelea mbele, hakuna chochote utakachokipata ukirudi nyuma. Kule nyuma tayari washa replace. Unaenda kufanya nini? Sasa wewe songa mbele. Mimi niliachana na hiyo kazi na nikasema Mungu sasa ni mbele kwa mbele. Huko utanibarikia huko mbele kwa mbele. Sasa hiyo kazi nimeifunga na nimeachana nayo na nimeacha, na sasa ni mbele kwa mbele. Hivyo ukiamua hivyo kwa mbele, Mungu atakusaidia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 3 ni upendo. Upendo. Bwana asifiwe. Kuna upendo mara 3. Kuna upendo ambaye tunaita agape love. Mostly tunapendana kuzungumzia kuhusu agape love. Kuna upendo wa kichoyo. Alafu kuna upendo wa kumpenda mwenzako. Yes, sasa Mungu aongelee upendo wa kichoyo. Upendo wa kichoyo ni ile mtu anajipenda mwenyewe. Hii ni yangu, chakula hiki ni changu, mavazi haya ni yangu. Yaani kila kitu ni yako. Hiyo ni upendo wa kichoyo. Hatuzungumzie alafu upendo wa kumpenda mwingine kama mwanaume na mwanamke. Hiyo tunaitanga platonic the love ambayo unapata hiyo. Alafu tuko na hiyo tunaita agape love. Agape love ni kuwapenda wengine bila kukusudia kupendwa. Unawapenda tu. Jeff anawapenda tu, hata mkimchukia anawapenda tu. Mama Sinaida anatupenda tu, hata tukimchukia anatupenda. Mzee Joseph anatupenda tu, hata tukimchukia anafanyaje? Hiyo inaitwa agape love. Yesu alidhihirisha kitu inaitwa upendo kwetu. Sisi hatukuwa tunastahili. Na wacha niwaambie, Injili sisi tuliipokea kwa upendo tu, kwa sababu Injili ilikuwa ya Waisraeli. Sisi tulikuwa tumeangamia. Tulikuwa wale watu ambao tunaenda kuangamia, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo upendo, wakakataa Injili. Walipokataa Injili hivi, Mungu anasema na sisi we are grabbing that opportunity. Na tukachukua hiyo opportunity. Tukasema na sisi tutampenda huyu Mungu ambaye ni wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inaitwa agape love. Agape love ni ambayo Mungu alionyesha kwa watu ambao hawastahili, watu wanaotenda dhambi. Kwamba Biblia inatuhimiza kwamba wakati tulikokuwa bado tunatenda dhambi, Yesu Kristo alikufa msalabani. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja akakufa msalabani ili mimi na wewe tusipotee, bali tukue na nini? Na uzima wa milele. Huu uzima wa milele ni wa gharama ambayo imemgharimu Yesu Kristo kuwa msalabani, kuteseka mateso ya aibu ili sisi tupokee huu upendo. Ndiposa Yesu Kristo anamalizia akimwambia Petro mwana wa Yohana, je, unanipenda kuliko hawa? Inamaanisha kwamba do you love God more than you love your business? Do you love God more than you love your wife? Do you love God more than you love your children? Do you love God more than you love your husband? Do you love God more than the money, more than the success of this world? Je, unampenda Mungu kuliko vile kila kitu? Petro akasema ndio Bwana, ninakupenda. Mara ya kwanza akamwambia chunga kondoo zako.
ngapi peke neema yako, kwamba hakika Jehova umetia neno ambalo ulitaka nikaweze kuhubiriwa siku ya leo, na Jehova watu wamelisikia neno lako. Bwana, sasa ni wakati wewe kuweza kulipalilia neno hili ndani ya mioyo yetu, kwa kuwa kwa uwezo wetu hatuwezi. Nguvu za giza Bwana zinaiba neno hili na kutusababisha tunabaki ukiwa. Jehova, tunaomba ukatie maji, ukatie samadi Bwana, ili neno hili likaweze kukua, likaweze kuzalia matunda katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Barikiwe Bwana.